Jirani Mwema TV, daraja ya ukombozi. Nashukuru kwa sababu Mungu ametujalia kuwa pamoja nasi, na nashukuru Mungu, ilikuwa ni mpango wa Mungu ili tuweze kupatana katika hii TV ya Jirani Mwema TV. Na mtazamaji, najua kwamba utaenda kubarikiwa sana siku ya leo, kwa maana Mungu ana mpango mzuri katika maisha yako. Mungu ana mpango mzuri na nyumba yako. Mungu ana mpango mzuri na ndoa yako. Mungu ana mpango mzuri na pia kwa jamii yako kwa jumla. Kwa hivyo kwa majina yangu ninaitwa Apostle Joseph Mwendwa, na siko peke yangu katika studio. Niko na pia mchungaji hapa ambaye pia siku ya leo tunaenda kubarikiwa pamoja. Kwa hivyo naomba ya kwamba pia aweze kukuambia vile ambavyo anaitwa, na itakuwa ni jambo mzuri. Si mgeni sana, dhani ya kwamba unaweza kuwa pia umepatana naye katika moja wapo katika vipindi hizi ambazo ni vipindi za ukombozi na mafundisho ya ukombozi, na utaweza kubarikiwa. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe mtazamaji. Majina yangu naitwa Pastor Boniface Lubanga. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Ameniokoa, amenitoa katika shimo la uharibifu. Siku ya leo na unaenda kuinuliwa juu. Mahali wamekuweka maadui zako, unaenda kuinuliwa juu. Mtumishi wa Mungu ako tayari kukuinua juu, kwa maana hiyo ndio kazi yake. Asante na utune in. Usisonge mbali, weka pale Jirani Mwema TV, daraja la ukombozi. Barikiwa sana. Amen. Barikiwa sana mchungaji. Mungu akubariki sana. Amen. Yes, Pastor Lubanga, Mungu akubariki sana. Naitwa Pastor Lubanga, all the way from Western. Amen. Na ni mmoja wa wachungaji wangu. Amen. Katika huduma hii ya Apostolic Glory Church International. Wewe nasema kwamba tunaenda kubarikiwa sana. Amen. Na siku ya leo nataka nizungumzie kuhusu financial stagnation. Financial stagnation. Unaweza ukauliza mtume, kwa nini unaongea kuhusu financial stagnation? Unaongea kuhusu mambo ya pesa. Ni kwa sababu jambo moja ni kwamba maandiko inasema vizuri ya kwamba money is a power, ama pesa zina uwezo. Na mara mingi utapata kwamba pia mapato yale unapata itadetermine pia maisha yako ile ambayo unavyokaa. Yes. Na wakati katika vile ambavyo Mungu amenisaidia ni kuona ya kwamba, ama kufunuliwa kwamba ni area ambayo shetani ameingia sana katika kucontrol pesa za Wakristo, ama kucontrol pesa za watu wengi, kufunga pesa ama kuwafanya waishi maisha ambayo si yao. Na roho hii unajua kwamba wakati ambapo pesa zako zimefungwa, wacha niseme ya kwamba maendeleo yako imefungwa. Na wakati mwingine utapata kwamba hata maendeleo ya kanisa imefungwa. Yes. Na wakati mwingine pia kanisa inaweza kukaa maisha, ama huduma inaweza kuwa katika hali ya stagnation, kwa sababu ama kukaa mahali pamoja kwa sababu ya kifungo cha pesa. Kwa maana mimi wanasema ya kwamba wakati ambapo shetani amefunga pesa ya mchungaji, yes, ama Mkristo, mimi wanasema kwamba shetani amekamata huyo Mkristo ko ni hapa, yani mkamata ko hapa, unashindwa hata kupumua. Mahali amekushika sasa. Unaona mahali ambapo simba anapokimbiza ndovu ama nyati ama mnyama yote, simba huwa haumi mgongo, huwa haumi Mungu. Mahali ambapo huwa analenga ni hapa ko ni ile inaitwa esophagus, hapa ngalet anakamata. Kwa maana sasa already ame control your breathing system. Hautafumua kama vile umesema, hautafumua. Kama ni mnyama atafumua, hataita wale wengine wakuje kumsaidia, kwa maana kuna wale wanaendanga in groups. Kwa hiyo mmoja akikamatwa akipinga kelele, huwa wale wengine wanakuja wanamsaidia. Kwa hivyo unaona ya kwamba simba huwa akona target, huwa ana target. Na mara mingi nasema, maandiko inasema kwamba vile inasema kwamba kuna mahali ambapo Biblia imemfananisha shetani kama simba. Lakini wanasema hata kama ni simba hana meno. Yes. Biblia inasema kwamba shetani anatembea huku na huku kama simba angurumaye, akitafuta mtu wale. Except si simba, but kama simba. Kama simba. Na unajua inamaanisha kwamba kuna tactics ambazo anatumia
kama simba anapokuja ama anapoanza kuwataka maisha ya mtu, jambo la kwanza hawezi kuwataka tu kila mahali ama kiolela olela. Kuna mahali ambapo atalenga, anajua nikikamata pesa, kama nimekamata pesa yake kwamba jambo la kwanza ataweza kuendelea, atapata kwamba kama ni watoto hawatasoma, kwa maana watoto wasome, school fees inahitajika, hataweza kujenga. Na mara mingi watu wataanza kusema ya kwamba kama wokovu ni wa Munaika, ama kama Ukristo ni wa Munai, wacha ukae. Na watu wanaanza kuona ni kama kuna tumaini kwa Mungu. Unaona sasa, unajua mara mingi sana nimeshangaa pastor, kuna jambo ambalo imenishangasha mara mingi, na nimesikia watu wakisema kwamba ama mtu akinapopata pesa wanaanza kusema kwamba ameingia Illuminati. Yaani akijenga vizuri, unajua huyu amekuwa devil worshiper, amechukua manjini, mambo ya mona hiyo. Sasa mimi hata nikaanza kushindwa, kwani mtu hawezi kubarikiwa? Mungu ana baraka, ama kwa Mungu ndio kuna shida? Sasa mimi hii mambo imenishangaza sana, na ndio nasema kwamba nataka nifundishe mafundisho, kwa maana ninaamini mimi, imani yangu ni kwamba utajiri unatoka kwa Mungu. Ya kwamba Mungu anapeana utajiri, Mungu anapeana pesa, lakini pamoja na hivyo kwamba kuna utajiri pia, unajua kuna utajiri mara tatu ambao mtu anaweza kutajirika kwa aina mara tatu. Anaweza kutajirika na utajiri ambao kuna ule utajiri ambao utapata kwamba ule mtu, kuna utajiri unatoka kwa Mungu, na kuna utajiri ambao unatoka kwa pia unatoka kwa corruption. Corruption, wizi. Huyo mtu atapata utajiri, lakini utapata kwamba ni kuimba, ameimba either through corruption, ama maybe kupitia nini, ama kupitia maybe hata wizi. Unaona sasa, kukoni watu, hiyo pia anaweza kupata pesa, lakini hiyo pesa akipata sisa hazitadumu na zitaleta shinda. Hizo ni laana pia. Kuna utajiri mwingine ambao ni utajiri unaweza kuwa kwa mapepo, kwa maana pia maandiko yanasema kwamba shetani mwizi. Kwa hiyo kuna utajiri unaweza kupatikana kupitia njia ya kimashetani. Unaona sasa, na pia utajiri si wa kudumu, na masharti yake na sheria zake ni ngumu. Unaona sasa, lakini mimi nataka kuongea kuhusu utajiri ambao utajiri unatoka kwa Mungu, kwa maana tunaona watu ambao walikuwa matajiri kama kina Abraham. Abraham alikuwa tajiri. In fact Biblia inasema kwamba alikuwa tajiri sana, alikuwa tajiri. Ukisoma mtu kama Ayubu alikuwa tajiri. Ukiona watu kama kina Daudi walikuwa matajiri. Hata Lazaro alikuwa tajiri. Sasa Lazaro alikuwa amesimamia ministry ya Yesu. Huyu Lazaro alikuwa amekufa. Unajua Lazaro kwa Biblia ni wawili. Kuna tajiri, kuna Lazaro tajiri. Na ule kuna Lazaro masikini. Sasa huyu wa Old Testament alikufa. Kuna huyu alikuwa maskini sana. In fact Biblia inasema kwamba alikuwa maskini kiwango ya kwamba, unajua hata mimi wanashindwa. Biblia inasema kwamba wakati alikufa alienda tajiri akiinua macho amuone, alimuona akiwa amelazwa kifuani cha Ibrahim. Sasa hapo sijui, lakini unauliza kwani alikuwa maskini mpaka mbinguni? Kwa maana alionekana kwa kifuani kwani hakuwa na nyumba, ni sawa. Lakini my case ni kwamba ni kama vile umesema, tajiri. Kuna Lazaro ambaye in fact katika Biblia maskini hawajatajwa, waoni wengi. Wale unaona wengi sana kama yule kwa Old Testament, yule ametajwa ni Lazaro. Lakini Yesu alikuwa anapeana mfano, aelewa kwamba alikuwa anapeana, kuna mfano alikuwa anataka kupeana, na akasema kwamba enyewe ni heri hata uwe maskini duniani na mbinguni uwe tajiri. Yaani uingie mbinguni kuliko. Unaona sasa, kuna ile Yesu alikuwa anaelezea. Lakini my point ni kwamba sasa but kuna kitu tunaona, mimi siwezi encourage umaskini na maroho ya umaskini, kwa maana maandiko yanasema kwamba unajua unaposoma maandiko yanasema kwamba Lazaro alikuja akakufa, na alipokufa pia tajiri pia alikuja akakufa. So Lazaro mimi unaona alikufa ni kama, mimi naonanga ni kama pia alikufa premature death. Kwa maana unaweza pata kwamba maybe alikuwa akuli diet, mambo ya mwana hiyo, akuli vizuri, na maybe ukingojeka maybe hata vile ambao unaona sasa na stress. Kwa hivyo umaskini ni laana. Umaskini ni laana, and it is not the plan of God. Unaona sasa, si mpango wa Mungu. Hata Mungu wakati alipokuwa anaomba mbingu na nchi, Biblia inasema kwamba akaomba mbingu na nchi na kila kitu. Mwanadamu ndiye alifanya mwisho.
Na akiumba mwanadamu alihakikisha kwamba kuna kila kitu. Kila kitu Kila ameandaa. kitu. Yes, ilikuwa ni siku ya 6 ili Mungu afumuzike. Lakini sasa alihakikisha kwamba pale kuna nyama, kuna wanyama wa kuchinja. Unaona sasa pale kuna kila kitu, shamba, kuna matunda. Unaona kuna matunda, kuna mahindi, kuna maharangwe, kila kitu kilikuwa kiko pale. Kila kitu kiko pale. Kwa hiyo mwanadamu sasa analetwe katika, unaona, anamulete kwa kila nini, kuna kila kitu. Kwa maana kwetu ni kama Mungu ni bibi harusi, unaona, na sisi ni bwana, sisi ni bibi harusi. Mimi ni bibi harusi. Mungu ni bwana harusi. Sasa ni bwana harusi. Yes, ndiye anaitwa bride. Bride, kuna bride bridegroom ni bwana harusi, na bride ni bibi harusi. Sasa na wewe wakati ulikuwa unaoa, wewe wakati ukioa, si uliandaa kila kitu ama ulioa tu ulete mwanamke mwambie, unaona hata nalala hapa kwa mote, sasa nimekuita tujenge. At least kuna vile ulijipanga. Kuna vile ulijipanga, uko na kazi, uko na nyumba, uko na nyumba. Mambo ya mwananyo tu, yani ile tu small beginning. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Mungu naye akiumba mwanadamu ni wa mpango, alihakikisha kwamba kwa mwanadamu anakuwa ameumba kila kitu. Ameumba dunia ni ya mwanadamu. Ni ya mwanadamu, Ni ya mwanadamu. Kila kitu ametayarisha. In fact mwanadamu ilikuwa kazi yake pale, kazi yake pale ni kula tu na kupumzika na kuenjoy. Unaona sasa, lakini alipokula akakuja akatenda dhambi. Pastor, dhambi ni mbaya. Ndio tukafukuzwa katika shamba la Eden. Unaona? Dhambi ni mbaya. Dhambi ni mbaya. Mtazamaji wangu, ongopa dhambi. Mimi nakwambia ongopa dhambi. Dhambi ni mbaya. Dhambi ni mbaya, ilifanya tukuzwe katika shamba la Eden. Na mimi nasema kwamba tubu dhambi, kataa dhambi kwa jina la Yesu Kristo. Lakini my point nataka kusema kwamba ni mapenzi ya Mungu tuishi maisha ambayo ni maisha ya kufanikiwa, maisha ya kufanikiwa. Ndio ninasema siku ya leo, ama nafundisha kuhusu kuwa free. Lazima uwe na freedom ya finance. Freedom ya finance. Unaona sasa? Yani ukafunguliwe katika maisha yako. Uwe na freedom ya finance. Ubarikiwe kifinance. Kwa maana ni mapenzi ya Mungu. Unaweza kutosomea katika kitabu ya Deuteronomy chapter 20. Tuone vile ambavyo inaosema, mtazamaji wangu, endelea kubarikiwa. Mungu akubariki sana. Thank you kwa kuwa unatutazama, na Mungu aendelee kukubariki. Hapo utapata mafundisho mazuri, na najua kwamba kuanzia siku ya leo Mungu atakufungua kabisa from financial struggling, financial stagnation, and also financial roundabout. Kwa maana kuna vile unapata kwamba katika maisha yako ni kama unazunguka pamoja kifinancially. Yes. Karibu sana tusome. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapo kutukuza juu ya mataifa yote ya duniani, na baraka hizi zote zitakujilia na kupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako, na uzao wa wanyama wako wa mifugo, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Litabarikiwa kapu lako la chombo chako cha kukandia unga. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa na utokapo. Bwana atawafanya adui zako wainukayo juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Kwa njia 7. Hapo. Na pia utatusomea kitabu cha Yeremia chapter 29 verse 11. Na hiyo utatusomea na Kiingereza. Ningeipenda kwanza tuwe na tusomea na Kiingereza. So mtazamaji wangu, ile jambo ambalo ama mtazamaji wetu maipo nataka kuweka hapa ni kwamba Mungu anasema utabarikiwa mjini na mashambani. Utabarikiwa ukiingia, utabarikiwa ukitoka. Na hiyo ndio mpango wa Mungu katika upande wa blessings of God. Katika upande hii tunasoma ni Deuteronomy chapter 20 verse 1. Unaweza ukasoma nini ukaendelea ukasoma ukamaliza, lakini nilikuwa nataka kwanza nikuonyeshe mfano na nikuonyeshe mapenzi ya Mungu katika vile Mungu anavyotutakia. Mungu vile anavyotutakia. Lakini utapata kwamba atuishi hiyo maisha ya kubarikiwa mjini, ubarikiwe mashambani, hata kama unapata kwamba uko mjini unang'ang'ana.
Mashambani unang'ang'ana. Ulitoka mashambani kwa maana moto huko umeshacha, huko kuna kung'ang'ana. Lakini ulipokuja Nairobi ama ukaenda Kisumu ama ile mji mwingine mahali huko ukaenda kutafuta kazi, unapata kwamba ni kung'ang'ana. Maybe unanipata ukiwa Saudi. Kwa maana kuna wale ambao wanatupata tukiwa Saudi katika social media tu. Yes. Tuko katika Jirani Mwema TV. Jirani Mwema TV tuko katika Facebook na pia tuko katika YouTube live saa hii. Kwa hiyo ninajua kwamba we have a lot of followers ambao wanatufuata huko nje. Kuna wale wako Amerika, kuna wale ambao wanatupata wako Australia, na kuna wale watupata pia huko Saudi na tofauti. Yes. Lakini nasema kwamba unapata kwamba umeenda Saudi, lakini unapata kwamba ukirudi huku ama unapata kwamba baadaye unapata kwamba hauoni faida kile kilikupeleka. Yes. Pesa zile ambazo ile pesa ulitafuta unapata kwamba ziliingia kwa kisirani, ziliingia kwa magonjwa, ama huko kulipwa ni shinda, ni kisirani. Yaani unapata kwamba hiyo inaitwa financial curse. Yes. You are operating under a curse. Hiyo ni pia iko katika kitabu cha Deuteronomy. Unaposoma hapo mbele, after blessings utaona kwamba kuna laana. Na unajua hiyo sio ile nataka kuzungumzia sana, lakini kwamba kuna ile inaitwa financial curse. Financial curse ni wakati unaona kwamba you are struggling financially. Yes. Na unafaa ukombolewe, utoke katika hiyo kifungo. Mimi nimefungua watu wengi sana, nimeona wamesaidika. Lakini nimesema kwamba ni mapenzi ya Mungu, barikiwa mjini na ubarikiwa mashambani. Yes. Ni nini kinafanya kwamba ukiwa mjini unang'ang'ana? Kama vile ambavyo juice nikasema, unapoona watu watu wana drive, kuna roho nakwambia hiyo si maisha yako. Yes. Wewe ngari si klasi yako. Si klasi yako. Iko na wenyewe. Iko na wenyewe. Yes. That's very good. Unaona? Iko na wenyewe. Unapoona watu wanajenga, wewe unaona kwamba kuna roho inakwambianga hiyo iko na wenyewe. Iko na wenyewe. Hata ukiota ndoto nzuri, wote ndoto nzuri, ukiamuka utasema hapana, hiyo ndoto nimeota, lakini hiyo iko na wenyewe. Iko na wenyewe, hiyo siwezi fika hapo. Wewe huwezi ukafika hapo. Lakini nasema kwamba ni mapenzi ya Mungu tuweze kubarikiwa. Na nisema kwamba siku ya leo nataka nikufundishe mtazamaji wetu, nikufundishe vile unaweza ukambreak the spirit of financial curses. Yes. Na ukatoka out of financial stagnation. Yes. Katika maisha yako. Unaweza ukafunja leo. Yes. Nataka mambo inaweke wazi vizuri. Yes. Ili uweze kuelewa. Kwa maana niko hapa kwa hii na Mungu amenituma kwa ajili yako. Yes. Amen. Nataka kwamba Jeremiah soma Jeremiah chapter 29 verse 11 inasemaje? Jeremiah 29 yes, verse 11. Haya, tutasoma. Verse 11. Hayo ndio hapo tutasoma. Najua ni mtazamaji utashinda, unajua hii ni Lusungu. Ile nyingine tulikuwa tunatumia Kiswahili, na unajua Lusungu pia iko na tatanishi yake. Tusome mtume. For I know the thoughts that I think toward you. Yes. Says the Lord. Yes. Thoughts of peace and not of evil. Yes. To give you a future and a hope. Yes. Biblia inasema vizuri ya kwamba kwa maana jua mawazo ninavyokuanzia. Yes. Si mawazo mabaya, ni mawazo mazuri. Kuna version nilikuwa nahitaji, I think hiyo sio King James version. Unaona kwamba King James version nasema kwamba for I know the thoughts I have for you, it is not a evil thoughts but good thoughts to prosper you. Yes. The thoughts to prosper you. Nilikuwa nataka that word, to prosper you, to prosper you. Hiyo sio King James, lakini unaona kwamba King James version utaona kwamba inasema to prosper you. Nilikuwa nataka hiyo inasema to prosper, yani kukufanikisha. Yani mpango wa Mungu ukaweze kufanikiwa. Yes. It is a plan of God ukaweze kufanikiwa. Yes. Kwa hiyo mtazamaji wangu nasema kwamba ni mpango wa Mungu ukaweze kufanikiwa kifedha. Amen. Ni mpango wa Mungu uweze kufanikiwa katika uweze kufanikiwa kwa chochote ambacho unachofanya. Amen. Tunapoendelea nataka kwamba kwanza tupewe ushuhuda mmoja, na tunapoendelea kubarikiwa nataka kwamba ukaweze kupewa ushuhuda mmoja hapa, na itakuwa ni jambo mzuri. Kwa hiyo mtazamaji wangu, Mungu akubariki sana tunapobarikiwa, tunapoendelea kubarikiwa. Nataka siku ya leo nikaweze kukufundisha na ukaweze kukombolewa kutokana na financial stagnation. Financial stagnation. Amen. Yes. Ni chungu.
Yote inaona. Kidogo. 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 Haioni vizuri. Hiyo inasikia uchungu inaona. Hiyo inasikia uchungu inaona. Haioni. Hiyo ingine haioni. Ati Alikuwa hospitali. Alikuwa hospitali. Sasa tumeona hospitali hasaidiki. Ndio, hatuoni kama kuna change. Hakuna change. Wacha tuone hapa. Haleluya. Yesu anaenda kushukupokea uponyaji katika. Amen. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru, nasema ni asante. Ninatangaza uponyaji na kemea roho hii ya uchawi kwa jina la Yesu iondoke, na hii ngozi irudi kawaida, irudi kama ya mtoto mdogo katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu natangaza uponyaji. Roho ya kisirani, roho ya uchawi, kama out out, 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 out. Moto tumemoto. Natangaza uponyaji katika jina la Yesu. Baada ya siku 3. Amen. Hii ngozi irudi kawaida. Amen. Jicho lione, macho yote yaone, pokea uponyaji kwa jina kuu la Yesu Kristo. Bwana Mungu aliye, pokea uponyaji, pokea uponyaji, pokea uponyaji, pokea uponyaji. In Jesus name. Musura. Umechini naitwa Renanya. Unatoka Nakuru. Ulikuwa umelazwa Nakuru hospital. Sasa baada ya maombi unaona unaendeleaje? Si umepona? Si umepona? Sasa unatazama Jirani Mwema TV, daraja la ukombozi. Sana nashukuru Mungu kwa sababu ni mwema, ni mwaminifu. Nimesema kwamba unaposoma utaona kwamba kitabu cha Genesis chapter 13 kuanzia mstari wa kwanza inasema vizuri, Abraham akapanda kutoka Misri, yeye na mkewe na kila alichokuwa nacho, na Lutu pamoja naye mpaka kusini. Naye Abraham alikuwa ni tajiri sana kwa mifungo, kwa fedha, kwa dhahabu. So mtazamaji, unaona Abraham bila sema kwamba alikuwa tajiri sana, na sisi ni watoto wa Abraham wa imani. Yes. We are the sons and the daughters of Abraham. Kwa maana sisi ndio Mungu alipromise Abraham. Yes. Alimpromise, akamwambia kwamba hello mchungaji. Yes. Nimefika, niko hapa tushauriane. Sawa. Yes. So nasema kwamba Abraham alikuwa tajiri. Abraham alikuwa tajiri na sisi ni uzao wetu kwake. Kwa hivyo unafaa uwe ufanikiwe. Yes. Unafaa maisha yako ufanikiwe. Yes. Kuishi maisha ambayo ni ya umaskini, maisha ambayo ni ya stagnation financial, si baraka. Tuelewane hivyo. Ni mapenzi ya Mungu, kama vile ambao alifanikisha Abraham, alifanikisha akina Daudi na watu wengi sana. Ya kwamba tukaweza kufanikiwa. Yes. Si kwamba tu kwamba mtu anapoonekana, unajua kuna watu unapata kwamba tu ukipata tu pesa, ukinunua gari, ukianza kufanya mambo kwamba amechukua majini, amechukua machetani. Mimi nataka mtazamaji wangu akili yako utoe pale. Bila kusema kwamba dhahabu na fedha ni za Mungu. Dhahabu na fedha ni za Mungu. Inaweka vizuri nasema kwamba dhahabu na fedha ni za Mungu. Kwa hiyo nataka ujue kwamba dhahabu na fedha ni za Mungu. Yes. Utajiri ni wa Mungu. Utajiri ni wa Mungu na ametuita tuweze kufanikiwa. Hii na wewe pia upate pesa.
za kutumikia Mungu naye. Uwe na mali ya kutumikia Mungu. Yes. Ya kutumikia Mungu. Familia yako ishi vizuri. Kwa hiyo nikasema kwamba leo nataka tuongee na nifundishe kupunja roho hii ambayo ni ya financial stagnation. Tunapoendelea, barikiwa na ushuhuda mwingine hapa kwa studio, na itakuwa ni jambo zuri. Mungu akubariki sana. Barikiwa sana. Producer, tuwekee ushuhuda hapo. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa majina yangu na Monica. Amen. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Amen. Wacha niseme kwamba Amen. kwa ufupi tu ili mkaweze kunielewa. Amen. Nilikuwa nimeolewa. Amen. Na mume wangu akaaga. Amen. Na aliaga after mimi kutiliwa mafuta. Amen. Ilikuwa 2020. Nikatiliwa mafuta 2020. Naye akaaga 2021. Yes. February. Na kutoka hapo nilikuwa na wakati wa kuambia Mungu, Amen, ninataka nijaze upya. Amen. Na nikawa ni wakati mgumu, kwa sababu wakati wowote unaposimama kama hujakamilika katika hii huduma inakuwa ni ngumu. Amen. Nikawa na wakati wa kuambia Mungu nataka mume. Amen. Na ikawa ni kipindi kirefu sana. Amen. Na nikaona nikana kwamba Mungu hanielewi. Na ikawa ni wakati nilikuwa kwa pilika zangu za simu. Nikiwa tu kwa hiyo kipindi ya kungojea. Na nikakutana na dadangu. Patana kwa Facebook. Tulipatana pale. Nikaona amejibu mtu. Akamwambia kwamba aliombewa na dada yake alikuwa amepotea. Sijui ni dada ama ni ndugu. Akamjibu, akamwambia akuje na atampata. Hata yeye kuna mwingine alikuwa na hiyo shida na akapata. Pale nikaingia nikapata hiyo comment yake, nikamwambia hata mimi ningependa tushare. Pigia Yesu makofi. Na tukaelezana mawili matatu, sitawaambia communication. Na akaniambia kwamba kuja nikupeleke kwa mchungaji wetu. Amen. Na ataweza kukusaidia. Amen. Kama kawaida, mnajua sisi wachungaji si rahisi kuingia kwa dhehebu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu ya kuona nikana kwamba kuna kitu. Amen. Sababu hata nikitembea sikuwa napata mtu wa kunisalimia. Amen. Hata nilikuwa nafunga sana, sikuwa naona hata mtu. Na hata kama atanisalimia, unakosa hata mtu wa kusalimia. na hata kama nitapata wa kunisalimia, ananiuliza kwani wewe ni pastor? Namwambia mimi ni pastor. Anaingia kwa manyasi. Na nikapata mwingine wa pili, naye akaniuliza, na bado wewe ungali mchungaji? Nikamwambia. Akaniambia kwamba mimi sipendi bibi akiwa mchungaji, sababu atakuwa ananipigia kelele nikiwa nimelala. Nikauliza Mungu, ni mpaka lini? Na wakati ule dada aliniambia, hata nakumbuka ya kwamba nilisumbua sana na simu hapa. Nikapigia mchungaji, hakunijua. After siku mbili kuna mchungaji tulikuwa tunaongea na yeye kwa simu sana. Tulikutana katika ibada ya mikutano za nje. Amen. Na akawa tunasalimiana tu, habari yako vile unaendelea namna gani? Vyema. Akaniandikia message, akaniambia kwamba ameishi kuniangalia kutoka mwezi wa pili. Karibu mtazamaji, Mungu akubariki sana. Mungu anaweza. Hiyo ni ushuhuda very powerful. Hiyo ni spirit ya rejection ilikuwa inafuata huyo mwanadada, lakini leo siongei sana upande wa roho ya rejection. Kwa hiyo roho ya rejection ilikuwa inafuata huyo mwanadada. Umesikia vile ambao anaelezea, anasema kwamba yeye ni pastor, bali anasema kwamba alikuwa hawezi kupata mtu, na anasema kwamba alikuwa ameolewa, na akiwa ameolewa mzee wake akafa. Na unaona kwamba ako very young na akawa naamini Mungu na anaomba Mungu ili aweze kupata mtu, lakini kwa muda mrefu sana akawa hakuna mtu anapata. Kwa muda mrefu sana anasema kwamba hata salamu ilikuwa hata hakuna, na wale ambao anapata
Anasema kuna mtu mmoja anasema kwamba anapata mtu akamuuliza kwani wewe ni pastor, akamwambia mimi hata sitaki kuoa, siwezi kuoa pastor atakuwa ananipigia kelele. Unaona sasa, kapata mwingine anasema kwamba walikuwa wanatoroka, lakini anasema kwamba alipokuja katika madhabahu, kwa maana nimewambia kwamba si mchezo, baada ya ukombozi anasema kwamba baada ya siku 2 kuna pastor walikuwa na communicate naye kwa muda mrefu, na unaona sasa si ati hawako wanajuana, but after 2 days baada ya ukombozi anasema kwamba alimtumia message akamwambia nimekuwa nikikutazama na ningetaka nataka mimbi, kwa hivyo ningetaka nikuoe, na alifanya harusi ambayo ilikuwa ni harusi ya baraka sana. Kwa hivyo mtazamaji, Mungu huwa anatenda. Mimi nasema kwamba Mungu anatenda. Hii ushuhuda nakuletea kwa maana unaweza kuwa unapita katika case ya mna hiyo, ama unaweza kuwa with the same problem na unapita mapito yale ya kwamba umekuwa ukitamani kuolewa, lakini wanaume hata ukipatana nao hawana hiyo story, hawana hiyo nini, hawana anja na wewe. Yani umetumiwa roho ya rejection, ni kama umewekewa ukuta ule wa Jericho, yani ukuta wa uchawi, ni kama uonekani, yani kama uonekani, na ni kama hata utamaniki. Kuna mtu anaona akona, yani anakufeel, that's the point, anakufeel mwanaume, yani kama ulitumiwa maroho, mambo ya mwana hiyo. Kwa hivyo unapokuja na wewe nasema kwamba unaweza kuja ukaweza kukombolewa katika jina la Yesu Kristo. Ni sawa tu, ushuhuda huo ni wa baraka. But nimesema kwamba ninaongea kuhusu spirit of stagnation, financial stagnation. Bado hiyo tu ninaendelea kuongea kuhusu stagnation ama stagnation, na nikasema kwamba ni mapenzi ya Mungu ukaweza kubarikiwa, tusiishi maisha ambayo ni maisha ya kungangana. Hiyo si mapenzi ya Mungu tunapoishi maisha ya kungangana. Elewa kwamba kuna kifungo katika maisha yako. Kuna kifungo uko naye inaoperate katika maisha yako. Na mara mingi huwa nasema kwamba ukiwa katika vifungo vya namna hii, kuna ndoto huwa unaotanga. Unapata kwamba zile ndoto ndoto unaota ni ndoto ambazo ni common. Yani common dreams. Unaona kwamba kuna ndoto unashindanga ukiota, unapata kwamba kuna wakati unaota ukiwa unapata kwamba unaotanga ukiwa kwa mto fulani huko Ushangu, na wewe uko Nairobi, wewe uko Mombasa, wewe uko Nakuru, lakini unapata kwamba ile ndoto inajirudia sana. Unaotanga kila wakati, unaota ukiwa kwa mto fulani, unaota hiyo mto yani unapata kwamba hiyo ndoto inajirudia. Ama unapata kwamba unaotanga ukiwa kwa shamba fulani, unaota ukilima, unaona ile ndoto inajirudia. Ama unaotanga kuna mtu uko Ushangu kwamba unaotanga anakukimbiza, unaona hiyo ndoto inajirudia sana. Ama unaota ukiwa uko shule primary unafanya mitihani, mambo ya mna hiyo. Wakati mwingine nasema kwamba Mungu anaweza akanena nawe katika ndoto na mambo ya mna hiyo. Yes, hello, yes, hello, nakupata. Bwana asifiwe mchungaji. Amen. Mimi naitwa Esther. Yes, karibu Esther. Nilikuwa kuona kwa TV juzi tu. Nikasema nikupigie. Sawa, karibu sana. Yes, niambie. Nimekuwa na maisha kwa kazi, maisha yangu imekuwa na maisha yenye tu haisongi na mbele. Sasa nikijaribu kila siku, nifanye kazi yaje, nifanye sana. Kila kitu yangu inafika bahari inakwama. Sasa mimi nimefika bahari nikajiuliza ni roho gani ya nini inanikosa. Na niliona ukisema mambo ya online, sasa nilikuwa nataka kujua mtu anakujaga hapo sana. Ya siku ya 1-on-1. Siku ya 1-on-1 ni siku ya Tuesday na Wednesday. Yes, kwa hivyo baadaye nitaongea tu na wewe. Kwa maana niko kwa studio saa hii. Hello. Nasema nitakupingia baadaye, niko kwa studio. Nilikuwa nafikiri unani watch live, lakini sawa, nitakupingia. Nasema nitakupingia baadaye. Nitakupingia, sawa? Sawa. Barikiwa. Ya, okay, huyo ni mtazamaji bado, lakini nashukuru. Okay, ana mambo ambayo anataka kuelewa
vile anaweza kufika katika madhabahu. Mungu akubariki sana mtazamaji, na ninashukuru Mungu kwa sababu tunaendelea na kubarikiwa. Kwa hiyo nimesema kwamba ni mapenzi ya unaweza kupata kwamba kuna ndoto zile wakati mwingine unapata kwamba unaota. Na ndoto hizi pia ni Mungu ananena na wewe. Nafikiri kwamba mtazamaji, kuna ndoto si kama uliziona, nimetafsiri ndoto nyingi sana kwa hii Jirani Mwema TV na zingine. Hello? Yes. Amen. Okay. Hapa Ukuruyo. Kuna ndoto niliota usiku. Uliotaje? Niliota vitu yangu. Unajua mimi nakuanga na mahali kweli kuna kwenye nalimanga. Na huko nimepewa pia nyumba na shamba ya kulima. Na sasa huku kanisani. Sasa naishi. Wamenipatia nyumba na nafanya full time minister. So hiyo ndoto niliota usiku nikiwa nimeimbiwa vitu kama ngazi, masufuria, vitu mingi kama masahani, meza. So mimi venye sasa nilishangaa sasa hiyo ni nini, na venye niliamka nilishtuka, lakini nikapata vitu zangu ziko, nikaenda huko kwa shamba nikapata kuko sawa. Yes. Nikashangaa sasa ni nini hiyo nayo. Okay, vile uliota ukiwa unaimbiwa hizo vitu umezumbuzia. Umesema ngazi. Ngazi, vikombe, masahani, masufuria. So nikakuja nikapata sasa venye nilienda hizo vitu vinatumika vile umeelezea, hizo vitu ni vya mekoni ama ni vya jikoni ama ni vya jikoni. Vya jikoni. Yeah, hiyo ni vitu. Nikapata ile ngazi waliacha ngazi yenye si yangu ya color blue ambayo haina ngazi. Sasa hapo ombea ndoa yako sana. Kwa maana hizo ni vile vitu mwanamke anatumia kwa nyumba akipika. Kwa hivyo ombea ndoa sana. Ndoa yangu bibi yangu niacha. Yes, nimekwambia bibi alikuacha. Aliniacha kitambo na alienda na vitu vingine za nyumba. So alienda kule nyumbani akachukua vitu vingine akaenda akapeleka kwao, nimemrudisha mara kama 8. So sasa the last time alienda mwezi wa 5 tarehe 2. Alikuwa anachukua tu kidogo akienda. Sasa vile unaonyeshwa ni vile nimekuambia. Mungu ananena katika ndoto, ni vile tunakosa mtu wa kututafsiria. Kwa hivyo kulingana vile umeelezea, unaona sasa mimi huko umeniambia hivyo, lakini sasa nimekuelezea vile vita viko hapo ni vita vya ndoa. Na vile unasema kwamba ukaona umeimbiwa na ukaona umebadilishiwa ngazi. Hiyo ngazi uliona ya kwamba umebadilishiwa, inamaanisha ya kwamba kuna mtu ambaye anapatia your wife mashauri si mazuri, wrong counseling. Na kupitia hiyo sasa unaona ya kwamba yani unapata hata kama kuna shida, unajua ndoa ziko na mashinda yake pia. Lakini unapata bandala encourage kukaa kwa ndoa ama vile ambavyo anaweza kumrudisha kwa ndoa ni kama anamotoa. Ni kweli vile umeongea mtumishi wa Mungu. Kuna andi yake anaiti mahali panaitwa Karogoro. Na wakati mwingi akitoka kwangu anaendanga huko. Ni sawa tu, nitakuombea barikiwa. Amen. Nitakuombea barikiwa, ndoa yako itarudi. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Bye. So mtazamaji wangu, Mungu akubariki sana. Nashukuru Mungu kwa maana Mungu ni mwema na Mungu ni mwaminifu. Tunaendelea kuona, nimesema kwamba si mapenzi, unaweza kuishi maisha ambayo si mapenzi ya Mungu. Na wakati mwingi sana ninasema kwamba kuna watu ambao unapata kwamba unaishi kwa vifungo na unaishi katika mapenzi ya shetani ama mapenzi ya maandui zako. Kwa maana kuna maandui, kila mtu ana maandui zake tu. Kuna wale maandui ambao kuna personal enemies na kuna family enemies. Family enemies ni wale ambao katika familia huwa hawawatakii mema.
hawataki kuona ya kwamba ukiendelea ukiendelea katika mboma. Kwa hiyo hao wanaitwa family enemies. Ni wale ambao wanapingana na mama yako, ama wanapingana na baba yako, na wanapingana mboma yote kwa jumla. Na kuna yule unapata kwamba ni adui yako, maybe is your friend. Unajua kuna marafiki wengine unapata kwamba si marafiki, ni maadui. So unapata kwamba wanapingana, unaishi maisha si mapenzi ya Mungu. Lakini unajua mara mingi sana, kwa maana hatujaelewa mapenzi ya Mungu, unapata kwamba tunaishi maisha ambayo si mapenzi ya Mungu, na tunadhani ya kwamba ni mapenzi ya Mungu. Unaona sasa? Unadhani ya kwamba ni mapenzi ya Mungu, lakini si mapenzi ya Mungu. Unaishi katika vifungo, unaishi katika mateso. Na ndio Yesu alikuja kutukomboa. Na Yesu akatuma mitume na akawamwangia mafuta yake ili wakaweze kufungua watu. Ndio Yesu akafundisha akasema ya kwamba tunapoanza kuomba ama Baba yetu aliye mbinguni, hiyo maombi ya Baba yetu aliye mbinguni, akifundisha wanafunzi vile wanastahili kuomba, akasema ombeni Baba yetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimie hapa duniani kama ilivyo mbinguni. Inamaanisha ya kwamba kuna mapenzi ya mtu mwingine, kuna mapenzi ya adui. Ndio akasema kwamba muombe mapenzi yako yatimie hapa duniani kama ilivyo mbinguni. Bearing in your mind ya kwamba shetani alifukuzwa mbinguni na akatupwa duniani, na sasa akona yale mapenzi yake. Lakini naomba ya kwamba Mungu akaweze kukufungua, Mungu akaweze kukutetea. Kwa hiyo nasema ya kwamba unaweza ukafunja roho hii ya stangini, na inaweza ikaondoka kwako katika jina la Yesu Kristo. Ama boundary, unapata kwamba unaishi maisha ambayo kuna boundary ambayo iliwekwa katika maisha yako. Huwezi ukapita kiwango fulani ya pesa, huwezi ukaweka hiyo kiwango, kwa maana already kuna boundary iliwekwa, kuna mpaka uliwekwa. Na wakati mwingi nimeona watu wengi unapata kwamba uko katika comfortable zone na unaishi maisha ambayo ni ya stagnation. Unapata kwamba miaka nenda miaka rudi, mshahara ni ule tu, mapato ni yale tu. Kama vile wanasema kwamba unapata kwamba huwezi ukapata pesa zaidi ya 10,000 ama 20,000. Na nashukuru Mungu, kuna mtu mmoja ambaye akaniambia mtume, mafundisho unafundisha ni ya ukweli. Akaniambia mimi niko na miaka 50 na ninafanya kazi Nairobi, kazi ya kazi ya nyumba, lakini akaniambia mimi siipata zaidi ya 10,000. Yaani unajua hata sikuamini. Akaniambia niko na miaka 50 na nimekuwa nikifanya kazi. Na ananiambia kwamba Nairobi alianza kufanya kazi, aliniambia alianza kufanya kazi akiwa na miaka 20. But akaniambia usema ukweli mtume, nimeona au mafundisho mambo unanena ni ya ukweli. Mimi siipata zaidi ya 10,000. Nikasema hivi, ikiwa yangu ni nikaishika hivi 10,000. Sasa nataka uniambie kama huyu mtu anaishi maisha gani? Anaishi maisha ya kung'ang'ana, maisha ya mandeni, maisha ya kukataliwa, na hiyo ni jela. Ni spiritual prison. Unaweza utawekwa kama Paul na Sila vile watumishi wa Mungu waliwekwa gerezani, lakini unaweza wekwa katika spiritual prison. Tuna watu wengi sana unapata kwamba wewe ni mchungaji, unapata wewe ni mtumishi wa Mungu na unatumikia Mungu, lakini umewekwa katika spiritual prison. Si kwamba wewe ni mtenda dhambi, si kwa sababu wewe kuna makosa umefanya, na siwezi kusema kwamba ni kuomba au ombi, kwa maana Paul na Sila walikuwa ni watumishi wa Mungu na waliwekwa gerezani pia. Unaona, waliwekwa gerezani, lakini ibidi ya kwamba ama mtu kama Petro aliwekwa gerezani, na ilibidi kanisa na wale mitume wengine washikane mikono wamuombee Petro ili aweze kutoka wapi? Aweze kutoka gerezani. Na mimi nasema ya kwamba nasema ya kwamba unaweza ukafunguliwa kutoka hiyo gerezani. Isimame nawe katika maombi, na katika hiyo maombi ya umoja utatoka katika hiyo gereza. Kwa maana nimeona nikifanyia ukombozi watu wengi na Mungu ameweza kuwasaidia. Amen. By the grace of God. Mungu akubariki sana. Amen. Nataka tupewe ushuhuda mmoja tunapoendelea, na itakuwa ni jambo mzuri. Tupewe ushuhuda mmoja hapo, producer tupatie ushuhuda hapo tunapoendelea na tukimeza mate kidogo. Amen. Karibu. Kila kitu waachilie katika jina la Yesu. Waachilie kabisa. Yes. Pesa waachilie. Yes. Pesa waachilie. Already hiyo mikono nimeweka nyota ya utajiri. Amen. Nimefunga pesa. Umefunga pesa. Tempo.
Alinipea 10 bob tu. Uliwapea 10 bob? 10 bob? Ndio uliwapea? Pesa zingine mnachukua pesa wachilie. Already hiyo mikono nimeweka nota ya utajiri. Nimefunga pesa. Umefunga pesa? 10 bob. Alinipea 10 bob tu. 10 bob tu. Uliwapea 10 bob? 10 bob? Ndio uliwapea? Pesa zingine mnachukua nani alipea? Wewe ndio ulimpea ama yeye ndiye alikupea? Nilinunua chapo kwake. Nilinunua chapo kwake. Ya 10 bob. Na ulikuwa umeahidi? Mimi ni mtumishi wa Mungu. Kama unauza chapo bandisha. Bandisha wewe. Mtumishi wa Mungu. Mimi ni mtumishi. Sinafanya naye biashara. Unafanya naye biashara? Lakini huyo Mungu si unajua sio Yesu makono. Ushuhuda wangu ni kwa mzee wangu. Siku moja tulienda kwa Apostle wa Nonua. Akamwambia atakuwa na pesa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Saa hii nashuhudia mzee wangu saa anakopesha watu pesa. Unatazama Jirani Mwema TV, daraja la ukombozi. Jirani Mwema TV, daraja la ukombozi. Unatazama Jirani Mwema TV, daraja la ukombozi. Unatazama Jirani sana mtazamaji, Mungu akubariki sana. Nashukuru kwa sababu Mungu ni mwema. Naamini ya kwamba umeweza kubarikiwa na hiyo deliverance na hiyo ushuhuda. Is the same person ambaye pesa zilikuwa zimefungwa, za mzee zimefungwa, zake zimefungwa. Na hii mambo ni mambo ambayo inafanyika. Kuna watu ambao si watu wazuri, anaweza kuja akikupatia tu pesa yako, pesa tu, ukishika hivi hiyo pesa anakupatia ni spirit. Ameweka spirit hapo. Anaweza akakupea zawadi, anaweka spirit hapo, na automatic amekuroga, amekufunga. Ingawa kuna watu ambao nafikiri kwamba ni vile ambao hujapata mafundisho vizuri, kwa maana hii Biblia sio kitu ya unasoma tu hapa shalo, unasema tu hakuna uchawi na wala unganga kwa Yakobo ama kwa Israeli. Ni kweli hiyo neno la Mungu na ninasema hivyo, lakini lazima uingie ndivyo na uelewe kwamba wakati ambapo huyu mtumishi wa Mungu, kwa maana anaposema, yule anasema maneno haya ni Balaamu. Ni Balaamu alikuwa ametumwa na Balaki. Anaposema hivyo alikuwa anasema kwa nani? Kwa sababu jambo la kwanza watu wanasema hivyo, hii ni uzao wa Israeli, wewe ni Mkamba, wewe ni Muluya, hii ni uzao wa hawa watu ni wana wa Israeli ambao ni uzao wa Abraham. Ni uzao wa Abraham. Na Yakobo baba yake ambao ni Israeli alikuwa amewassimamishia madhabahu ya kuwatetea. Unaona, alikuwa amewalipia gharama. Sasa wewe unaweka hii na unajua kwamba wazazi wako bado hawakuwa Wakristo na mababu zako hawakuwa Wakristo. So hivyo ni vizuri saa nyingine unapata kwamba tunaweka mstari ama unaweza kukoti verse, but you are the wrong person kujiweka katika hiyo mstari, kujiweka katika hiyo andiko. Lazima tuangalie sisi tuko wapi. Sisi ni watu wa mataifa, we are Gentiles. Na tukiwa Gentiles, we need deliverance. Tunahitaji ukombozi. Kwa hivyo ninasema kwamba unaona Paul, nafikiri ni kitabu cha Wagalatia chapter 3 hapo, anauliza Wagalatia ni nani ambaye aliowaroga. Na huyu ni mrogi, aliroga kanisa ambayo ilianza kiroho ikaenda kumalizia kimwili. Mrogi anaweza akaroga kanisa. That is why tunaomba. Yesu akasema kwamba ombeni na pray and wash, tuombe na tukeshe, ili tusiingie wapi? Tusiingie majaribuni. Tuombe kwa maana tuna windo.
tunawindwa. Hata kama ni kanisa inawindwa. In fact maandiko inasema kwamba kitabu cha Revelation chapter 12 verse 11 inasema kwamba, ama tuseme tu chapter 12 kuanzia verse 1 hapo kuteremuka, inasema kwamba na yule mshtaki wa wateule akatupwa, yule mshtaki akatupwa, na ama yule ambaye ni andui. Na maandiko yanasema kwamba anatafuta wateule usiku na mchana, wale wanashika ushuhuda wa Yesu Kristo na sheria za Mungu. Naye anawashtaki mbele za Mungu, lakini watamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa ushuhuda wa vinywa vyao. Amen. Kwa hiyo ninasema kwamba bado tuko katika vita, lakini ushindi we are being guaranteed ya kwamba there is victory in the name of Jesus Christ. Kama ya kwamba tutaenda sawasawa na mafundisho na neno la Mungu. Tusiwe na kiburi. Tusiingiliwe na kiburi kuwa bado Mungu anatutumia. Tusiingiliwe na kiburi ya kwamba nilipatishwa. No. Lazima tuingie katika neno la Mungu ndifu tuweze kuelewa. Kwa hiyo nimesema kwamba unaweza, pesa zako zinaweza zikafungwa. Kuna watu ambao unapata kwamba wanakuja wanakuomba pesa, nakwambia nataka tu nisaidie na 200, nisaidie na 100. Mara mingi wanakuitisha ile pesa, wanajua kwamba unaweza ukapata. Yes. Unaweza ukapata, nakwambia nataka tu nisaidie na 150. Sasa hiyo 50 umemsaidia, amekwambia ni affair, amekwambia na kutumia mahali fulani, lakini hiyo anapeleka katika madhabahu ya uchawi, na inaenda inanenewa, inaenda inaneno, kwa maana already ni jasho lako nimetoka kwa mingu yako, kwa mikono yako. Na kutoka hiyo wakati unaanza kuona biashara yako inaenda chini. Kutoka hiyo wakati unaona kama ni mzee anafutwa kazi. Hii ni mambo ambayo huwa inafanyika, lakini nasema kwamba kuna ushindi, kuna ushindi. Kama vile umesikia huyu ushuhuda ya kwamba huyu alifungwa kupitia Tenbob, alikuwa anapika chapati, na yule alikuja kununua, na akakuja akampea Tenbob, akamwambia nipatie chapati, lakini ile 10 alikuwa amenenea. Yes. Alikuwa ameweka roho ya umaskini pale, roho ya kufunga biashara yake, na wakati alichukua ikawa biashara yake ikaenda chini, na makastoma wakaanza kuwa hawanunui vile walikuwa wananunua, akatuma roho ya rejection. Mtazamaji, unaweza kuwa umetumiwa roho ya mwana hiyo. Kuna wakati ulikuwa unaona kwamba unapata pesa mingi, unaendelea vizuri. What happened ya kwamba ulikuwa na biashara, siku hizi makastoma wakuja mmoja, unaona sasa, lakini mbeleni biashara yako ilikuwa imevuma. Elewa kwamba kile ulifanyika, mimi nasikubishi, kuna mtu anapingana nawe katika ulimwengu wa kiroho. Yes. Kuna mtu anapingana nawe. Maandiko yanasema vita vyetu si vya mwili na damu. Yes. Kwa hiyo usianze kusema tu najua, naona ni kama kuna watu walifungua biashara nyingi hapa. No, hata pamoja na hivyo, hata kama kuna watu wengine walifungua biashara hapo, na wewe ndio ulifungua kwanza, unafaa kwenda from faith to faith. Yes. From glory to glory. Na pia hata pamoja na hivyo, si hata watu wanazidi kuongezeka, wanazidi kuzaliwa. Yes, mtumishi, ni kwa ajili ya hayo ni kukate kidogo. Yes. Kwa hivyo ina maana kwamba wewe unafanya biashara. Nimesikia huyo mwanadada ambaye alifungwa kwa shilingi 10. Alikuwa mfanyi biashara. Kwa hivyo inamaanisha kwamba hawa customers sio wote wanakuja kununua, kuna wale wengine wako na mishoni mbaya. Kwa sababu nimesikia akisema katika ukombozi kwamba ule ambaye alimfunga alikuja kununua chapati akampea Tenbob. Sasa hiyo Tenbob ndio ilisambaratisha maneno. Kwa hivyo sasa tunaona sasa ukiwa kwa biashara pia inafaa ukuwe careful, kwa maana sio wote ni customer. Ukiwa kwa biashara, yes. Wakati umeweka biashara ni, wacha niseme kwamba mimi nifanya biashara. Yes. Na biashara iko na majaribu mingi sana. Ukiwa mfanyi biashara unahitaji kitu ya kwanza, unahitaji uwe muombezi. Asubuhi kabla ufungue fanya jambo lolote, omba. Yes. Ukifungua kazi. Yes. Na ukienda kufunga kazi, shukuru pia Mungu. Amen. Kwa maana kuna vile Mungu alikutetea, kwa hiyo usishukuru kama ni kawaida. Mara mingi watu wengi wanafungua na maombi, na wakifungua na maombi unapata kwamba wakifungua na ile maombi unapata kwamba hawaombi. Yes. Yaani wakifungua na maombi wamesahau kushukuru Mungu. Kwa hivyo kuna wengine unapata kwamba, kwa hivyo jambo la kwanza la muhimu sana, anza na maombi. Yes. Na ukifunga jioni, mshukuru Mungu, mwambie Mungu na kushukuru kwa sababu umeweza kunifanikisha. Yes. Kunilinda. Okay. So kulingana na swali yako. Yes. Kuna watu wanakuja pale. Kwa maana biashara nimesema kwamba iko na wivu.
Kwa maana ni kitu unajua, wakati unaongeza stoko watu wanaona. Na unaweza kuwa kwamba hata uuzi kama ni duka kwa mfano, lakini watu wanaona huyu mama amewekewa na mzee biashara nzuri, yani huyu sasa wanaendelea vizuri, lakini unapata kwamba hata unaumia. Huku kuna wale wanakuja wakati ambao wananunua hawana nia kununua. Hapo kuna watu wanakuja wakiwa na nia ya kuimba. Kukuimbia, wakupatie pesa feki. Sasa hata hao hana shida sana. Unaona sasa, lakini sasa kuna hao wanataka kuja kukuimbia. Kuna wengine ambao sasa roho ya wivu wanataka kuzima hiyo biashara. Na mara mingi sana watu wa mwanani wale ambao wanaokujua ni marafiki. Wakati ulianzia, wakati umeenda hii step, kuna rafiki ameona ameingiliwa na wivu. Mara mingi sana ukienda step ambao rafiki yako hanjaenda, unapata ya kwamba anakuwa adui yako. Ndio huwa ninasema kwamba rafiki yule mzuri ni Yesu. ama ni Mungu. Unaona? Because sasa unaona kwamba kama ni rafiki ameona umeenda hatua na hiyo hatua na amebaki nyuma, kuna probability apatwe na wivu. Unaona sasa, kwa sababu ni mwanadamu, ile roho itaingia, ile roho ya shetani na atajua akitumika. Kwa hiyo mara mingi sana unapata kwamba hiyo inaingia ambapo atakuendea. Kwa hiyo kuna wale unapata kwamba anaweza kuja kwamba anaweza kuja akakupea pesa, akanunua kupea hiyo pesa amenenea. Umenielewa? Ama ile pesa imepelekwa kwa mganga, ameambiwa nenda ukanunue kitu fulani. Hiyo ni jambo moja. Ya pili, anaweza akaja na unapata kwamba anakuja na nguza. Umeshaona kama watu wa kununua nguo, una mtu ananguza vitu hivi, hiyo unauzaji. Okay, ni sawa. Si watu wote wako na nia nzuri, lakini kuna wale ambao huyu mtu ataenda aambiwe nenda ukapake hii dawa. Na vile utanguza na utanunua, watu watakuja wananguza vitu na hatakuwa ananunua. Na unaona kwamba mara mingi hao watu wanakujanga asubuhi na mapema kabla ukiwa anakuwa wa kwanza. So akikuja ananguza hii unauzaje na hii unauzaje na anaenda. Umenielewa? Ingawa kuna yule ananguza na si ati yako na roho mbaya na anaenda, lakini kuna yule ananguza akiwa katika mission. Akiwa kwa mission. So akinguza hivi, au vile amenguza akienda, hiyo siku utaona watu wanakuja wananguza wanaenda, wanaenda. Na niona kwamba kuna watu wanaamini. Unaona, niliona nikinunulia mtu mahali, nikinunua vitu na tukiongea naye nikajaribu kumbageni kidogo. Nikibageni nikitaka kwenda akaniambia, "Juu wewe ni wa kwanza. Mimi wacha nikuuzie." Nitukuuzie kwa maana. Nikauza akaniambia, "Mimi tafadhali nunua." Kwa sababu ukikosa kununua, wale watakuwa na guza wanaenda. Juu wewe ni wa kwanza. Mimi nataka nikuuzie. Nikamwambia, "Lakini naamini hujauza hasara." Akaniambia, "Okay, sijauza hasara, lakini wewe ni wa kwanza, nitakuuzia vile umesema." Unaona sasa? Na akaniuzia. Kwa hiyo kuna watu wanaamini. Na hiyo jambo unapata kwamba ni ukweli. Anaweza kuwa pia anjui. Kwa sababu kuna yule anaitwa blind wish. Blind wish ni mtu ambaye anaweza tumika na shetani. Na anjui. Kwa mfano, kuna mtu mmoja aliniambia jambo. Akaniambia, "Apostle, mimi huwa ninaonyeshwa mambo ikija kufanyika." Nikamuuliza, "Wewe unaonyeshwa?" Akaniambia, "Mimi nikifikiria kitu kinafanyikanga." Akaniambia kuna siku ambayo akaniambia kuna siku kazini yake alikuwa na safari. Na kwa mawazo yake akafikiria na hiyo gari anaenda naye kama ikianguka. Na akaniambia hiyo gari ile ikaanguka, lakini watu waliumia kiasi. Unaona? Akaniambia yeye amejijua, Mungu anamuonyeshanga mambo. Nikamwambia ni sawa. Akaniambia ukianza akimwanzia tu kitu, yani akuanzie kitu. Akaniambia mimi nikikuanzia kitu. Nikamuuliza, "Na ukinianzia kwenda ngamo nitaenda?" Akaniambia, "Apostle, sio hivyo." Nikamuuliza, "Na sasa inakuangaje?" "Sio hivyo." Okay, nikamwambia, "Kwa hiyo wewe kile unaonyeshangwa ni mabaya." Nikamwambia, "Sasa wewe you are blind witch." Na uko blind witch hivi ni kwamba yule mtu ulizaliwa katika madhabahu yenu, kuna mtu alikuwa mchawi. Na sasa wewe unatumika bila kujua. Unaona sasa? Na nilipoanza kumuombea, unaona? Nilipoanza kumuombea, imagine akasema mimi ni mtu fulani na niliitwa kama yeye na mimi ndio ninamtomeanga. Unaona sasa? Unaona? Na ndio unaona maandiko yanasema Jeremiah chapter 29 verse 11 nasema, "Ninajua mawazo ninavyokuanzia."
Yes. Kuna watu ambao wakikuanzia tu wanzo hivi tu, hiyo jambo itafanyika. Hiyo ndio sababu ukiomba unafaa upangue mawazo wale watu wanakuanzia mawazo mabaya. Lakini si ati yani mtu anaona kwamba mtu akikuona tu anaanza kuona tu na umenunua gari, mawazo ikuje tu ya kwamba na hii gari tu ikianguka, na hii gari tu hii gari, unaona sasa, na hata ongea na kusema ukweli inafanyika, kwa maana ile wazo ni wazo la demonic, na akiwazo hiyo wazo inafanyika. Kwa hiyo sasa unaona sasa kwa hiyo nimesema kwamba kuna wale unapata kwamba ukiweka ile biashara mtu atakuja ananguza yeye ataenda, lakini anguza ametomeka. Wale kutoka hiyo siku watu wakunguza atakuza na so unaweza kuona yule mtu alinguza kwanza alienda, na hiyo siku unakosa kuuza, lakini hiyo siku the following day unauza. Umenielewa? Lakini yule ametumwa akinguza mara ya kwanza ile nguo hauzi kabisa. Uuzi kabisa mpaka utafute maombi. Ameharibu kabisa. Mpaka utafute maombi. Alafu mpaka utafute maombi. Yes, mtume tunapoendelea kuna swali lingine. Unapata mtu anaota ameokota coins mingi, coins. Sasa inamaanisha atakuwa na pesa ama hii ndoto inamaanisha nini? Ungeelezea mtazamaji kwa maana hata mimi nielewe. Yes. That is a very good question. Unapoota ukiokota pesa. Kuna watu wengi sana niambia mtume, mimi nimeota nikiokota pesa. Na hii pesa zizioni. Na ninaotanga nikiokota pesa, naotanga nikiwa na pesa, naotanga nikibeba na gunia, naotanga nikideposit. Unapoota ukiwa na hiyo pesa, inamaanisha kwamba katika ulimwengu wako wa kiroho pesa zako zimefungwa katika ulimwengu wa kiroho. Lakini basic wewe ni maskini. Kwa hiyo unamaanisha kwamba Mungu anakuonyesha kwamba automatic pesa zako ziko lakini zimefungwa, haziwezi kuja katika ulimwengu. In fact yule ako na pesa haotangi na pesa. Ukiwa na pesa visiko kuna wakati ambapo nilikuwa nimesota sana. Eneo nilikuwa nimesota, na ninapoingia katika maombi na niliota ndoto mbili, lakini Mungu alinipatia tafsiri. Unaona sasa, ninaota nikiwa niko na pesa. Lakini kusema ukweli hata ya kukula hauna. Hata tenbo hakuna kabisa. Hakuna hata na niko na mandeni. Ukinipigia simu unanipigia simu, jambo la kwanza ninaangalia nikiona sijui ni nani kwanza, kwa maana pia naweza kuwa naitiwa kazi. Kwa hiyo sasa niko na shida. Kwa hiyo kitu ya kwanza nitasema alo nisikie kwanza. Utaanza kama sikusikii. Mtu andeni ataanza. Ile pesa yangu ama nisikie sauti, alo deni mbaya. Inaleta aibu. Deni mbaya. Wacha nikwambie kama kuna kitu kikubwa. Yaani ukiwa na deni huwezi kuwa na amani. Unaona sasa? Na unaweza ukapoteza baraka mingi, because kuna watu unaweza pingiwa simu na mtu hata labda nakutitia mazuri. Sasa ndio sababu ninaweza kuchukua. Najua sasa sikupenda kwangu. Sasa ninaanza kuchukua, lakini nikichukua bado najifanya kwanza nasikia hiyo sauti kwanza ni ya nani, kama ina jina. Unaona kwanza sauti ni ya nani. Sasa unajua mtu utamsikia tu, wewe pesa yangu ulisema aje? Hata unasema aje? Hata mtumishi unaona sasa. Sasa mimi nilikuwa naota niko na pesa. Unaona sasa, nilikuwa naota niko na pesa. Kuna ndoto nilikuwa naota niko na pesa. Ya pili nilikuwa naota, kuna ndoto nilikuwa naota kuku mbili nyeusi ziko mbele yangu. Sijui nimejua nimetoka Kitui, nikajua hapa kuna mtu aliniendea. Ingekuwa ni Mluya angefikiria ni kuku amekuwa kula. Afadhali wewe ulitoka Kitui ukaelewa. Unajua sasa ungekuwa ni labda mimi kama Mluya ningeota hizo kuku, labda ningefikiria ni chakula. Roho wa Mungu alinifunulia. Unajua Roho wa Mungu alinifunulia, kwa maana Mungu alinipatia hiyo kipawa ya kutafsiri ndoto. Kwa hiyo nilielewa. Sasa nilianza kuota hizi kuku naotanga ziko mbele yangu zikufe. Njia ilifunguka hivi tu. Yaani tukufu kwa Mungu. Siku moja milango ikafunga. Ikafunga kabisa. Na nikakuja nikafanikiwa, nikabarikiwa. Nilipobarikiwa sikuota tena nikiwa na pesa. Sikuanza kuota hivyo. Unaona sasa? So unapoota sana ukiwa unaokota mashilingi, that is very serious. Unaokota mashilingi, hata unapoota ni note, utaona kwamba unaota the following day, unaona unang'ang'ana, una strong. Unaona sasa? Kwa hiyo unaonyesha kwamba pesa yako katika zimefunga katika ulimwengu wa kiroho. Kama vile Yesu alienda. Unajua Yesu maandiko yanasema alipofunga 40 days. Inasema kwamba Roho wa Mungu akamuongoza jangwani.
akaenda kujaribiwa na shetani. Sasa Yesu hakukutana na shetani veseko. Ni kama Yesu alifanya tu kusinzia tu kwa usingizi bila katika ulimwengu wa kiroho. Akaenda akaonyeshwa mali. Yes. Akaambiwa shetani, akamwambia unaona hii mali yote nataka kukupea. Ikuji katika veseko sasa. Lakini na hii napeanga yule ninataka. Na ni kama nasikia nikupea. Lakini nataka tu uniinamie tu. Ukiinamia, ukiamuka hizo magari unazipata. Yes. Yani kwa hiyo Yesu kusudi ile fasting, unajua ile fasting sasa alifanya tu kwenda katika ulimwengu wa kiroho, kwa maana maombi fasting inakusaidianga kwenda katika ulimwengu wa kiroho. Yes. Unaona sasa katika kwenda katika ulimwengu. Kwa hiyo alienda katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo akafanya tu ile kusinzia, kama vile maandiko yanasema Petro kuna wakati ambapo akiwa anasikia njaa, alikuwa anasikia njaa na ile njaa imemlemea. Sasa na chakula, kuna delay ya chakula ikipikwa, akabebwa na kausingizi kidogo. Sasa akaona vitu vinateremuka. Akaona vitu vinateremuka, hizi vitu vinateremuka, yani vitu vinateremuka. Nini sauti ikamwambia kula hizi. Akasema hizi ni najisi. Siwezi kula vitu najisi. But alikuwa anaonyesha salvation ya Gentiles. Mungu alikuwa anafundia baada ya nini hivyo tu, baada hiyo jambo tu. Baadaye kama 3 hours hivi ndio aliona Cornelius walikuja, akaanza kuwafundisha Gentiles sasa. Na wakati walijazwa nao ndio alikumbuka, Mungu ndiye alikuwa ananiambia kula hizi vitu, na mimi namwambia hizi vitu ni najisi, siwezi kula. Na yeye Mungu anamwambia kile nimesema ni kitakatifu. Usiseme kina najisi. Kwa hiyo the same thing ndio ilihappen kwa Yesu. Yesu hakuenda vizuri. Kwa hiyo alionyesha hii mambo katika ulimwengu wa kiroho. Na hivyo ndivyo ilivyo mtazamaji. Maybe kama unaota ndoto za namna hiyo, unaoishi katika ulimwengu wa kiroho. Unaweza kuota uko na magari nyingi, uko na vitu vya namna hiyo, utajiri, lakini unaoishi katika ulimwengu wa kiroho. Hizi vitu viko, lakini kuna kitu, kuna condition, kuna madhabahu maybe inapinga. Kwa hiyo inafaa aje? The point ni moja ya kwamba unahitaji mtu ambaye ni mtaalamu kuelewa mambo ya kiroho, na akufanyie ukombozi. Kuna vitu vingine huwa nasema hata uombe ni kazi ya bure. Kwa maana wakati mwingine huwa nasema kwamba vifungo vingine ni covenants. Na already hizi maangano zinaofanyika kwako, unapata kwamba ni watu wa familia, ama ni babu yako, ama wazazi wako walifanya hizi maangano. Na wewe uko hapo ndani. Kwa hiyo ni kama ulifanya maangano hizi vitu, utavunja aje? Na wewe uko na maangano nazo. Wewe uko na maangano na hizo vitu katika kupitia wazazi wako. Kwa hiyo kufunja utapata kwamba ni ngumu, kwa maana uko ndani. Wewe mwenyewe uko ndani. Kwa hiyo you need the servant of God. Unahitaji mtu ambaye, mtumishi wa Mungu ambaye ako na spiritual authority na mamlaka, na aweze kukufungua. Mimi naweza kukufungua rahisi, kwa maana ile vitu naleta mimi siko hapo. Unaona? Sihusiki hapo. Sihusiki, hakuna maana nahusika hapo. Hiyo ni jambo moja. Jambo la pili, niko na authority kuliko wewe. Jambo la tatu, nikielewa pia hata wewe umeokoka na unaamini Mungu, pia tuna combine that faith na that power. Tuna combine. That is maandiko yanasema kwamba jambo lote wawili, mahali kuna wawili ama watatu kwa jina langu. Yesu hakusema mahali kuna mmoja, alisema wawili ama watatu. Anaongea kuhusu the prayer of agreement. Ina nguvu. Akasema niko hapo katikati yao. Bwana Yesu aseme mahali kuna mtu mmoja. Na anaomba niko hapo katikati, niko naye. Alisema mahali kuna wawili, watatu. Anaongea kuhusu the prayer of agreement. Kwa jina langu niko hapo katikati yao. Na kile watafunga hapa duniani kitakuwa kimefungwa mbinguni. Kile watafungwa hapa duniani kitakuwa kimefanya nini? Yaani kwamba kile watafunga duniani Mungu amefunga. Na kile wanafungua ni Mungu amefunga. Kwa hiyo mkiwa wawili watatu mnawakilisha Mungu. Ni Mungu sasa anafanya kazi ndani yenu kwa jina la Yesu. Mkifunga ni Mungu amefunga. Mkifungua ni Mungu amefungua. Na ndio maandiko inasema pia utawekelea wagonjwa mikono watapona, utajiwekelea mikono hiyo. Kwa hiyo that is wanasema kwamba usiseme kwamba you don't need prayer. Hakuna mtu anahitaji maombi. Unaona, hata mimi sometimes kuna wakati nasema kwamba acha nikimbie nione my spiritual father, na mwambia kuna jambo hii na ninaona nimejaribu kuomba lakini naona tusaidiane kidogo. Unaona sasa. Mungu akubariki sana mtazamaji. Ningetaka tubarikiwe na ushuhuda mmoja, na tukibarikiwa na hii ushuhuda ujiandae kwa ajili ya maombi, kwa maana nataka mtumishi, kabla hatujawekewa ushuhuda, wacha niimize mtazamaji hapa. Mtazamaji, mahali huko unasikia hayo mafundisho ambayo mtume anafundisha,
Unaona anafundisha sana, anaingia ndani ndiposa ukaweze kuelewa. Kwa sababu unaweza kuwa unapitia hiyo hali na uelewi kwamba ni nini inanisumbua, ni nini inanitesa. Na kumbe ni hiyo maagano. Unakaa roundabout, una pesa. Unaona sasa? Wewe unakuwa unaota usiku. Mimi kuna siku moja kabla nikombolewe nilikuwa naota niko na pesa, naota mpaka nafurahia. Mpaka nafurahia najua leo nitakula. Nitakula vizuri. Kuamka asubuhi napata niko tu kwa ile kitanda na ile kitanda yetu ya mbao ile ya t-shirt ile. Kuna meeting yetu tulikuwa tunatengeneza nayo. So mimi nashindwa kwani pesa nilikuwa naota iko wapi, lakini wakati nikombolewa nikaanza kujua kumbe kuna maana, inamaanisha kuna pesa zangu mahali zimefungwa. Usikubali pesa zako zifungwe, usikubali wachawi na waganga na maadui wafunge pesa yako uhangaike. Especially ukiwa hapa Nairobi. Wewe umetoka nyumbani all the way kutoka Ushago, umekuja umehangaika hata nyumba, hata ile ya nyasi ile ya round ya una. Unajaribu, si ati ni kupenda kwako. Unasemanga unajipanga, unasema mimi naenda kujenga nyumba, naenda kujenga. Kumbe washatengeneza mambo yao huko, washakoroga, pesa inaharibika. Unajua ni vile nilikuwa nafundisha. Umenikumbusha. Hata kama tulikuwa tunataka kuweka kikomo kidogo. Lakini unapoota, nilisema kwamba unapoota, uote uko katika nyumba ya zamani. Kwanza unaona kwamba uko katika nyumba ya nyasi ya zamani. Yaani unapata kwamba hata hiyo nyumba uliyama, lakini ama hiyo nyumba ulijenga ingine. Lakini hiyo nyumba unaonanga ile mlikuwa mnalala mlijengewa na wazazi mkiwa vijana, unaona unalala bed room, yani kama unalala nyumba ya wazazi. Unajua sasa mkiwa watoto mkiwa wadogo si wanalala kwa nini? Kama unapata kwamba ameerevuka tu, lakini bado analala kwa wazazi kwa mambo ya mwana hiyo. Elewa kwamba mambo yako imekamatwa, haisongi mbele. Haisongi mbele and you need deliverance. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, elewa pia uko na madhabahu inakutesa ambao ni family altars. Family altars, family evil altars. Kwa maana pia kuna family altars nzuri. Sio kila family altars baya. Tunasemanga satanic ama evil. Kwa maana kuna zile nzuri. Kwa mfano kuna familia unapata kwamba hiyo familia inatokanga viongozi. Kuna familia unapata hao watu tu ni wa viongozi tu. Mahali popote naenda hao watu wako na nyota ya uongozi. Kuna familia unapata hao watu ni wa masomo. Hiyo familia ni watu wa masomo. Hata kama wapatangi kazi wanasomanga. Unajua sasa hiyo ni familia ya nzuri. Kwa maana hao watu ni wa masomo. Yaani mtoto tu hata asiposoma unapata kwamba wanafuatananga ni genius. Ni genius. Unaona ni genius. So hiyo ni family outer. But hiyo family outer ni good family outer. Kuna kingine unapata kwamba unaona sasa hiyo ni mzuri. Lakini sasa unapoota ndoto za hiyo sasa elewa kwamba kuna hivyo family outer. Hiyo ninazungumzia. Unaota kwamba unapata kwamba unaota ukiwa unaota tu ukiwa katika hiyo nyumba, kanyumba kama nyasi, kanyumba ka kitambo, hata hizo nyumba kwenu haziko, lakini zilikuwa za kitambo, lakini unaona mambo ya mna hiyo. Elewa kwamba mambo yako ilikamatwa kabisa. Yaani ya kwamba wewe jua yako ilikamatwa. Yaani kile unaendelea kuongezeka ni miaka inazidi miaka iwezi kamatwa, hiyo inaendelea tu ya kuongezeka, lakini hauna maendeleo au endelei, na haifai kuwa namna hiyo. Haifai kuwa at the end of the year unafaa kukaa chini. Una sasa hata nisikia tu hawa Safaricom wakisema hii mwaka tumetengeneza faida, tumetengeneza 3 billion profit hapa ni ngapi? Unaona sasa lakini sasa unafaa kukaa chini uone kwamba faida hii mwaka nimefanya nini. Unaona sasa nimefanya hii na hii na hii na hii na hii na hii, hakuwezi kosa hasara hii na hii na hii, lakini unasema kwamba hii mwaka nimefika hapa, hiyo mwaka mwingine nimefika hapa. Unaona sasa, na inakuwa ni jambo mzuri. Mungu akubariki sana mtazamaji wetu. Mungu akubariki. Umechagua Jirani Mwema iwe TV yako unayoipenda. Mungu akubariki. Never lack. God bless you. Tunakuombea usiku na mchana mtazamaji wetu. Mungu azidi kukubariki. Endelea kubarikiwa. Hapa nimesema kwamba utaona kwamba tumekuwekea mafundisho mazuri. Tafsiri za ndoto nimekuwekea hapa ni nyingi sana. Nimesema kwamba nitapublish kitabu, kwa maana nimeweka zaidi ya 200 ndoto, kutafsiri ndoto pia, na nikasema pia haziwezi kuisha, ni mingi, lakini hapo pengine Mungu atakusaidia. Pia hapa nimeweka nyimbo ambazo ni nyimbo za baraka sana. Nyimbo za baraka. Ukiangalia hii TV utaona nyimbo nimeweka hapa. Sio nyimbo hivi, ni nyimbo ambazo zina inspire, zinainua moyo wako, zinakusaidia. Na utazidi kubarikiwa. Na wile kama kuna wimbo umeona tumebakisha hapa, unaweza kutuma ujumbe useme wimbo fulani nataka kuchezewa, na itakuwa ni mzuri. Tukiona ni mzuri tutakuwa tunakuchezea kila siku. Mungu akubariki sana. Tubarikiwe na ushuhuda mmoja kabla nikuombe.
na nimesema karibu na TV yako kwa ili uweze kuguza TV. Wewe ni mgonjwa ama kuna mtu mgonjwa ama tatizo lolote. Yaani kwa Mungu hakuna, ni kile unaamini. Unaona sasa, ni kile unaamini. Ni kile unaamini. Kuna mtu ninaambianga watu wakati ambao siku ambao ni ya kukanyanga mafuta, naambianga wewe sema na moyo wako, kwa maana kuna mama mmoja alikuwa na shida kutokwa na damu for 12 years. Unaona? Na alisema kitu kimoja, mimi nikienda tu ninguze uwindo wa vazi la Yesu. Nikinguza nitapona. Kwa hivyo ukinaponguza hiyo nini, kile unasema, kama ni kazi ndio utapata. Kama ni ndoa ndio itapona. Kwa hivyo ni kile unasema kwa moyo wako. So kwa hivyo ujiandae tukibarikiwa na ushuhuda huu. Karibu. Asifiwe. Amen. Nikisimama hapa kwa majina naitwa Patrick. Namshukuru Mungu. Nilipokuja hapa mimi nilikuja kama mtoto amepotea na ni Mungu tu alinielekeza. Kwa ufupi tu ni hivyo. Nikapita mambo mengi. Ilikuwa nife huo mwaka. Nikakatuo mama pia alikuwa hospitali amelazwa. Akawa amelazwa wiki kama 2. Alikuwa ameenda kujifungua. Mtoto anazaliwa, anatoka na miguu. Bwana asifiwe sana. Lakini kwa hayo yote, lile ninashukuru sana ni kwamba mama yangu alikuwa amekula pesa mingi sana. Wakati mwingi alikuwa anakuja Kenyatta kwa sababu ya matibabu. Mama tulikuwa tukifanya kazi kidogo, pesa yote Kenyatta. Alikuwa na appointments zake huko. Kila wakati anaenda kliniki. Ninashukuru kwa sababu wakati alikanyaga hapa, yale magonjwa alikuwa nayo ya pressure, sijui nini, daktari alikuwa anasema moyo wake umefura. Sasa alikuwa anahesabika tu masiku. Lakini kutoka akanyage hapa na akaenda nyumbani, sijawahi washuhudia. Imenisukuma mpaka imebidi niwashuhudia kwamba ni mzima, analima, ni mzima. Kwa unapita mambo kama ya muda hiyo. Pesa ikipatikana ni hospitali. Hiyo niliwaambia ni pesa huwa zinaharibiwa. Pesa zako zikiharibiwa utapata kwamba shilingi yote inaenda hospitali. Hata utaishi mandeni. Na utaona kama ni jambo la kawaida, lakini hata nikwambia kwamba sio jambo la kawaida. Unapata kwamba magonjwa inatumwa, pesa si ati ufanyi kazi, si ati ni, lakini pesa yote inaenda hospitali. Hata kama kuna SHA, mimi hiyo ninakataa, ya kwamba pesa yako itumike, pesa yako iwe ni hospitali. Yaani unapata kwamba ni kama wanajuanga wakati pesa zimeingia kwa nyumba, watoto wanangojeka, mtu anangojeka, wazazi wanangojeka. Name, in just name. Baba nakushukuru, nasema ni asante kwa sababu umetenda. Uimidiwe na upewe sifa. Sifa ni kwako, utukufu ni kwako kwa kutenda. Thank you Lord. Thank you Lord. Na kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amen. Dakika moja mtazamaji. Dakika moja tu. Inua tu mikono yako juu ukimshukuru Mungu, ukimwambia Mungu asante. Already imetendeka. It is done.
imetendeka. Mungu akubariki. Barikiwa. Bye. Unatazama Jirani Mwema TV.